Na kwa kweli kama mtakumbuka kwamba mradi huu mkubwa ambao anakuja kuzindua tarehe 19 ni mradi mkubwa wa kimkakati, mradi mkubwa kwa taifa ambao kwa kweli umebeba sura nyingi za kiuchumi, lakini hapo pia kwa sura zile za kijamii. Tunashukuru sana kwa daraja kubwa ambalo wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, tulipotelewa na mpendwa wetu baba yetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya 5. Na huyu baba yetu naye alikuwa na maono makubwa katika kukuza uchumi wa nchi, lakini kwa sekta mbalimbali na hasa hizi za miundombinu. Kama mtakumbuka pale palikuwa pana adha kubwa katika kivuko cha Kigongo Busisi, lakini kwa maoni yake, maono makubwa kwa kweli, kufikiria kuhusu kuweka daraja ilikuwa ni jambo ambalo mtu kwa hali ya kawaida huwezi kulifikiri kwamba hili jambo linafikirika, kwa sababu ni jambo kubwa. Tumezoea kuona madaraja yakipitishwa kwenye mito, sehemu ndogo ndogo ambazo zinapita maji, lakini kuweka daraja kwenye ziwa upande mmoja mpaka upande wa pili ilikuwa sio jambo rahisi kuhisi kama linafikirika. Baadhi ya viongozi wetu wakubwa wa sisi wamekuwa na maono makubwa. Kama utakumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa awamu ya kwanza, alifikiri hivyo hivyo kule Dodoma kuweka makao makuu, alifikiri hivyo hivyo kwa mradi mkubwa wa hydroelectric power wa Julius Nyerere. Hayo yalikuwa ni mawazo makubwa. Kwa hivyo sisi kwa yale maono ya mtangulizi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, na leo hii kwa mapenzi makubwa ya Mwenyezi Mungu na hali ngumu ambayo Mheshimiwa Rais alipitia ya kiuchumi, COVID na masuala ya kiuchumi duniani, kuweza kutekeleza mradi huu mkubwa wa daraja kubwa kama hili la kilomita 3.2, kwa kweli sisi kama wana Mwanza tunamshukuru sana huyu mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upendo wake mkubwa wa kutokulala, wa kutokuchoka. Huu ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa awamu ya 6 kwa kweli, kwa sababu anapoondoka mtu anakuwa na mipango. Sasa kuweza kutekeleza hii mipango ilikuwa sio jambo dogo. Na kama utakumbuka wakati Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli anafariki, ilikuwa kwenye 23-25 pale. Kwa zaidi ya 75% ya utekelezaji wake, na gharama zilikuwa kubwa zaidi ya bilioni 700 karibu na 10. Ilikuwa jambo kubwa sana ambalo kwa kweli sisi kama wana Mwanza tunaona Dr. Samia Suluhu Hassan ametutendea haki, ana upendo mkubwa kwa wana Mwanza na amejitoa kweli kweli kuhakikisha kweli ufanisi wa hili daraja. Daraja hili lilikuwa kazi ndogo. Uzinduzi huu ni wa kitaifa, ukilinganisha daraja hili ni kubwa barani Afrika, takriban pengine linaweza kuwa la 5 na linaweza kuwa la kwanza hapa Afrika Mashariki. Na daraja lenyewe ni kubwa ambalo linaweza kuruhusu magari mawili kupita upande mmoja na mawili kupita upande mwingine, lakini na watu wa bodaboda as well na wale wanaoweza kupita kwa miguu. Daraja hili litakuwa fursa kubwa sana ya kiuchumi, ukizingatia baada ya kuwa na hili daraja pataweza kuwa na access, urahisi wa kupita kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili, ambapo upande ule una mikoa ya Kagera, una mkoa wa Geita, lakini pia tunaunganisha nchi za Rwanda, Burundi na Uganda. Kwa hivyo patakuwa na access kubwa za kiuchumi. Kwa hiyo sisi kama wana Mwanza tunajua tarehe 19 itakuwa ni jambo kubwa ambalo tunaomba wana Mwanza waje wote kwa pamoja. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa, na sisi ni jukumu letu nyuma yake kama kiongozi mkubwa kumtia moyo kwamba kwa kazi hii sisi kama wana Mwanza tunaithamini, tunaipenda na tutailinda kwa kadri ya uwezo wetu. Labda tu kwa wale wakazi wa pale basi wajitokeze kwa wingi kwa kuona kwamba hii ni fursa ambayo imetokea kwa Mwanza kupata daraja kama hili, na tunamwombea mtangulizi wake na tunamwombea yeye mwenyewe kwa namna ambavyo ameweza kulitekeleza kwa hali ya 100% na kwa viwango vya juu kabisa. Daraja hili ukipita pale, mimi nimeweza kupita, nimeweza kukagua, ni la kisasa, la hali ya juu, lina barabara nzuri za lami za kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo pale kiuchumi wanakuwa wananufaika zaidi, kwa sababu sasa maeneo yale baada ya lile daraja, maana yake value, thamani ya vile viwanja vyao pale inakuwa imeongezeka kwa hali kubwa sana. Pengine kupitia wabunge wetu, waheshimiwa madiwani, sehemu zile ambazo walikuwa wanakaa abiria wanaweza kutafuta mbadala mwingine, wakaomba kuona serikali inaweza kusaidiaje pakawa labda ni masoko makubwa kwa ajili ya biashara ya samaki, kwa sababu jiografia ya pale ni ziwa. Kwa hiyo panaweza pakaangaliwa namna gani nzuri ya kuweza kufanya kuendeleza masuala yote ya kibiashara. Lakini tunajua itasaidia sana kwa ajili ya muda, ni dakika 3 tu unaweza kuvuka upande mmoja kwenda mwingine.
kuliko ilivyokuwa awali kukaa dakika 45 mpaka saa. Lakini hata kwa shughuli za pengine watu wanahitaji matibabu, masuala ya kiafya, ilikuwa kwenda mtu anataka kujifungua, labda pengine anataka huduma zile kubwa za kabisa za kimatibabu, labda Bugando au pale kwenye ile hospitali ya pembeni pale. Sasa ni rahisi sana, ni dakika 3 anaweza kumwaisha mtu kuliko ambavyo alikuwa anaweza kusubiri pale mpaka na ambulance. Kwa hiyo sisi tunaona daraja kubwa ambalo linaweza likasogeza shughuli za kiuchumi na access, na watu kutumia muda mwingi waliokuwa wanatumia katika kuvuka, sasa wanaweza kutumia katika kuhakikisha wanaenda kujitafutia masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo linatupa heshima kama nchi, linatupa heshima kama Mwanza, kwa sababu ni jambo kubwa la kitaifa, lakini linaiweka nchi yetu kama ni sehemu kubwa ya ukuaji wa kiuchumi. Lakini kwa Wanamwanza tunajitokeza wote kwa pamoja, sisi Wanamwanza tuko tayari itakapofika Oktoba tunatiki. Kupata habari za uhakika na matukio kutoka kote ulimwenguni, tafadhali subscribe na ubofya alama ya kengele. Prime Media, we deliver on your fingertips.